Shalom shalom. Leo nataka nizungumzie kuhusu sifa 5 alizonazo Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Sifa 5 alizonazo Mungu wetu wa mbinguni. Somo letu la leo linatoka katika kitabu cha Yona sura ya 4 mstari wa 2. Ukisoma hapo utaweza kuelewa ni kitu gani ambacho naenda kukizungumzia. Kitabu cha Yona sura ya 4 mstari wa 2. Tunajua kwamba Yona ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alimtumia kwenda kuwahubiria wale watu waliokuwa wanatenda dhambi, wale watu ambao walikuwa wamemwasi Mwenyezi Mungu, watu wa kule Ninawi. Kwa hiyo baada ya kuwa Mungu ameona wamemwasi, akaamua amchague Yona aweze kwenda kule kuwahubiria wale watu wa Ninawi waweze kuacha dhambi. Na tunajua kilichotokea baada ya kuwa Yona amekataa kwa muda mrefu, baadaye akajikuta ameingia kwenye 18. Aliweza kumezwa na samaki, na yule samaki akaenda kumtapika eneo lile ambalo Mungu alikuwa amemwagiza aenda kuwahubirie. Basi Yona alipofika katika hiyo sehemu, ilibidi aanze kuwahubiria wale watu waliokuwa wamemwasi Mwenyezi Mungu. Baada ya kuwa amewahubiria, baadaye wale watu wakakubali kutii agizo la Mwenyezi Mungu, wakaamua kumrudia Mwenyezi Mungu, wakaacha dhambi. Baada ya kuwa wamekubali kuacha dhambi, Mwenyezi Mungu akawasamehe, akagairi ile adhabu ambayo alikuwa ameikusudia kuweza kuadhibu wale watu. Sasa kitendo hicho cha Mungu kuwasamehe wale watu, Yona hakikumfurahisha. Yaani kwa kifupi hakufurahia, kwa sababu alianza kujiuliza kwamba imekweje tu sasa hivi haraka Mungu amewasamehe watu. Kwa hiyo hakikumfurahisha Yona. Kitendo tu cha Mungu kukubali kuwasamehe wale watu dhambi muda ule baada ya kuwa wametubu, Yona hakufurahia. Kwa hiyo baadaye Yona alivyokaa akaanza kufikiria, akagundua kwamba kumbe Mungu wetu wa mbinguni yuko hivi na hivi na hivi na hivi. Ndipo alipozigundua hizo sifa 5 alizonazo Mungu wetu wa mbinguni. Kwa hiyo ukisoma pale kitabu cha Yona sura ya 4 mstari wa 2, kinaelezea hizo sifa 5 za Mwenyezi Mungu wa mbinguni, ambapo kinasema kwamba Mungu wetu wa mbinguni ni Mungu aliyejaa huruma, lakini pia ni mwingi wa rehema. Sifa ya 3 ya Mwenyezi Mungu kinaelezea kwamba Mungu wetu si mwepesi wa hasira. Haleluya. Lakini pia kinaelezea kwamba Mungu wetu ni Mungu anayegairi adhabu, au anayegairi ubaya au adhabu ambayo alikuwa amekusudia kumwadhibu huyo mtu ambaye alikuwa amemwasi. Kwa Mungu wetu ni Mungu anayegairi mabaya pale mwanadamu anapokubali kutubu. Pale unapokubali kufanya toba, Mungu huwa anagairi adhabu aliyokuwa amekusudia. Haleluya. Kwa hiyo kupitia somo hili nafikiri kila mmoja amejifunza. Labda nimalizie tu kwa kusema kwamba unapojikuta umemkosea Mwenyezi Mungu, unapotenda dhambi, hakikisha unakubali kufanya toba, kwa sababu Mungu ndiye mwenye mamlaka ya kukusamehe dhambi, kwa sababu amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, bali ni mwingi wa rehema, na hugairi mabaya pale mwanadamu anapokubali kutubu. Kwa hiyo nafikiri kwa yule ambaye amenisikiza kwa umakini atakuwa amenielewa kila ambacho nimekizungumza. Haleluya. Nisiongee sana. Mwenyezi Mungu wa mbinguni awabariki na awazidishie baraka. Amen.